Hapo ndio hiyo bando nilikuwa na kutengenezea hiyo video kuonyesha hiyo bando miogo. Angalia venye miogo inafanya vizuri, na haya yote ni maeneo ya coast, na mchanga mzuri sana wa miogo. Kama chakula kingi kina wasumbua, hasa nimekuja kugundua maeneo ya coast mahindi yana ukulima wa vyakula vingine vina coast kubwa sana, lakini unapoangalia miogo basi inaweza kuwainua kiupande wa vyakula. Kuna maeneo miogo haimei sana, kuipata ni kama dhahabu, lakini in coast tukiwa na chakula kama hiki we can supply, tunaweza kusupply tukapeleka maeneo tofauti, tuka exchange food, kwa sababu tutauza chakula huko, miogo huko, tununue vitu vingine. Maeneo ya coast kuna mchanga mzuri sana wa miogo. Kwa hiyo kama wewe hauja huko sehemu yoyote ile, unaweza inbox, naweza kukuonyesha mashamba ambayo yako empty mengi na hayana watu wafanyii kazi, ni kivuli tu cha miembe. Lakini unapoweka kitu kama miogo hii unayoona hivi, kwa wakati fulani inaweza kuja kuwasaidia. Unaweza kuna chakula, wale wafugaji wa kuku, wafugaji wa ng'ombe, wasagaji wa unga, muogo una kazi nyingi sana. Unaweza ukautumia kwao huo muogo unapokuwa na kuchimba kisima. Pia ni cost, pia nimekuja kugundua ni very cheap, si ghali, ni rahisi kidogo. Kwa hiyo nafikiri kwamba kama serikali zetu za county pengine zingehusika. Angalia huko kote ni miogo hiyo, unaona hiyo yote ni miogo hiyo, unaona huko zaidi ya karne huyu ameweza kulima. Ukienda maeneo ya zingine hata shilingi 50 muogo mmoja, hata 60 muogo mmoja. Wewe kama umelima kama eka 2 for example, kuna wale wanapima na kilo, unapata muogo moja ni kama shilingi 15 per kg, ambao sasa hapo muogo moja tayari unaweza kuwa na kama kilo moja ama hata kilo 2 pia. Huo ni muogo mdogo, lakini muogo mzuri mzito vizuri hata kilo 3, kilo 2 na nusu. Na ni ukweli muogo unalipa pesa, uko na pesa sana. Kama ukiwa na shamba lako, badala likae bure, ili uchukue mbegu ya miogo weke kwa shamba, alafu baadaye itakuja ikusaidie. Kwa sababu kuliko shamba lako likae bure, ili umeweka kitu kama muogo ambao utalizuia, utatengeneza rotuba. Kama shamba lako limeisha rotuba, haliwezi kustahimili kulima aina chakula kingine chochote, unaweza ukalima miogo, ambapo hiyo miogo itafanya kusikanyangwe na ng'ombe kwa muda mrefu, na pia hakutaingizwa manjembe kila wakati. Kwa hiyo ni rahisi wewe shamba lako kuwa na rotuba, kwa sababu ile mbolea itakapooza itasaidia hiyo shamba lako kuwa sawa. In other side, naona vyema niwaletee video kama hizi ili kuweza kusaidiana kama jamii, kwa sababu tumekuja kugundua pia kile kinachotuangamiza kwa wingi ni njaa, ukosefu wa chakula ambacho kina rotuba nyingi, na matatizo mengi tunapitia ya kuhusiana na lishe. Na ndio sababu unaona pia in coast wasichana imesemekana kwamba wanawekwa mimba wakiwa wadogo sana. Ukiangalia sababu zenyewe pengine ni kwa sababu hakuna chakula, pengine anataka ashibe, na kijana anamwambia basi na 50 njoo uchukue, ataenda kuchukua, analala naye kabisa. Kwa hiyo kwa sababu ya ukosefu wa vyakula kunaingiza pia jamii katika matatizo. Hata
kaunti ya Kilifi, kaunti zote za Coast waweze kutafuta namna ya kusaidia watu ili watu waweze kuelewa ukulima ambao unaweza kuwasaidia katika maeneo ya Coast, kuliko wanaleta miradi ambayo baada ya muda hiyo miradi inakufa, na inapokufa hakuna msaada mwingine wa karibu ambao utakuja kuwasaidia. Kwa hiyo, na si Coast pekee, ni vyema hata serikali zote ziangalie ni namna gani wanaweza kusaidia raia kwa njia njema, ili raia wawe na kitu cha kutegemea kwa muda, kuliko umekuja na 100,000 leo umengawanya 1,000, na hiyo 1,000 tayari tutaitumia leo na iishe na itaweza kutusaidia. Kwa hiyo mnapokuja kutusaidia kwa njia kama hii, kutuonyesha njia ya ukulima wa vyakula ambavyo vinaweza kutusaidia kwa wakati, ni rahisi kupata vijana wanasoma na kujiondoa katika miandarati. Kwa hiyo tunapoungana kwa pamoja na serikali inapokuwa willing kusaidia raia, watakuwa wanajiondolea mzigo ambao hautawakuja kuwasumbua, kwa sababu the more tunatoa fedha za serikali kwa mfumo ambao hauwezi kusaidia, ina maana kwamba tunajenga njela nyingi za kufunga vijana na hasa raia wa Kenya. Kwa hivyo tunapokuwa na mfumo mbaya, ni sawa na kwamba tunajenga mfumo mwingine wa kuharibu jamii. Vizuri serikali zinapokuja sione namna ambavyo zinaweza kusaidia watu na vitu ambavyo wako na uwezo navyo na viko karibu na wao, na vitu hivyo vinaweza kuwasaidia. Asana zungumza sana na maeneo ya county government, Kilifi County, Tana River County, Kwale County na maeneo mengine. Nashukuru sana ukiangalia Kwale County, kiongozi wa Kwale County amefanya kazi nzuri, ana miradi mingi ambayo amefanya. Lakini unapokuja Kilifi County ni county ambayo iko nyuma kabisa kuliko hata county zote. Na Kilifi County ni county ambayo iko na rasilimali nyingi ambazo zinaweza kutumika na zikasaidia watu, kwa sababu unapoangalia upande wa maembe, wakati maembe yanapokuwa huku, unagundua kwamba hata unaweza kuyakuta na kanyonga barabarani, maana hakuna mahali pa kupeleka. Unapokuja unagundua kwamba Coast tumebarikiwa mpaka na nazi ambazo ziko kwa wingi, lakini kama serikali ingeingia na kuweza kusaidia vitu kama hivi na kujenga makampuni ambayo tungetengeneza some product fulani, ingekuwa vizuri sana kwetu. Sana tungekuwa government ya Kilifi County, mkisaidia watu wachache mtakuwa bado hamjafanya kitu. Lakini mtakapokuja na mfumo wa kwamba tunataka kusaidia watu kutoka chini, basi mtawapata wengi sana. Hii ni mfano tunawaonyesha. Tunapokuwa na vitu kama hivi, mimi nina uhakika kwamba hatuwezi kulia tena tuko na njaa, lakini tunaweza kuwa na hatua moja kubwa ambayo tumepiga kwa kusaidia wale ambao wako karibu na sisi. Tunapoitumia nafasi hiyo vizuri, basi tunafanikiwa kuokoa watu wengi, badala ya kutumia fedha kwa mifumo isiyostahili na kujenga jela nyingi ambazo baadaye ni watoto wetu tunadhuru sisi wenyewe.